बिछड़ने के बाद तक हंसते रहे थे। वो भी एक दिन है जब मिलने के बाद हम बिछड़ने के बाद तक रोते रहे हैं। वो भी एक दिन था जब बिछड़ने के बाद हम मिलने के बाद तक हंसते रहे थे। वो भी एक दिन है जब मिलने के बाद। Kwa nini unapenda kujiumiza kwenye vitu ambavyo havina sababu za msingi? Unatakiwa upambane, usimame kiume na utafute kitu bora katika maisha yako na sio kulialia kila siku. वो भी एक दिन था जब बिछड़ने के बाद हम मिलने के बाद तक। Sawa, nimekuelewa, lakini sio rahisi kama unavyofikiria. Hivi unafikiri tone linalodondoka kwenye macho yangu halina sababu ya msingi? Na kama litakuwa na sababu ya msingi, basi itaendelea kudondoka mpaka kufikia tone la mwisho, kwa sababu kukata tamaa ni mwisho katika haya maisha. Usta mpenzi wangu, nataka nipambane kadri niwezavyo mwaka nihakikishe kwamba nakuoa. Kweli? Au unanitania? Niko serious. Na unajua jinsi gani ninavyokupenda. Yaani nataka nipambane kadri niwezavyo. Nahakikisha mwaka kabla hujaisha tu niweze kukuoa. Na unajua kabisa kwa jambo langu mmoja sinaga utani. Sawa. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Na ndio maana huwa nakupenda sana. Alafu kitu kingine, nina surprise yako. Wow. Surprise gani tena hiyo? Tulia. Ulishakusikia wapi surprise mtu anahitaji? Wewe kuwa mtulivu. Very soon utaiona. Sawa. Kwa kuwa mimi nakuamini, nasubiri na surprise. Kaona. Hata mimi mama nakupenda sana kaka. Kumbatia tu nyingine. Nini hapo? Ngoja nini? Avija hivi. Sasa kama una lips nzuri. Mtabasamu tena. Tena bwana. Najua unifahamu. Lakini hapa kwako sijaja kwa ubaya. Ila nina jambo moja tu nataka nikwambie. Katika haya maisha, mtu akikuonyesha upendo wa kweli, basi na wewe jaribu kumthamini na kumuonyesha huo upendo aliyekuonyesha. Lakini sio kumdharau. Naomba nisikize nikwambie wewe kidada. Yaani umetoka huko kote, unakuja majumbani kwa watu tena bila hata salamu. Alafu unakuja unaanza kuongea maneno yako ya kipuuzi. Sasa naomba unisikize nikwambie. Kama huna cha maana kilichokuleta, naomba utoe miguu yako nyumbani kwangu. Sawa, mimi naondoka, lakini kaa ukijua ipo siku moja utakuja kuyakumbuka haya maneno katika maisha yako.
Mambo. Poa, ongea shida yako. Husna, nadhani unajua jinsi gani ninavyokupenda, lakini nashangaa unanizungusha na sijui tatizo ni nini. Labda nikwambie kitu kimoja Husna, inawezekana ukawa hauelewi maumivu ambayo napitia mimi kwa sasa, na ndio maana unaona sawa kuniumiza, lakini ipo siku utakuja kujua thamani ya mtu anayekupenda inapo muda. Naomba nisikilize nikwambie. Mimi nilijua umetoka huko kote, umekuja hapa una kitu cha muhimu cha kuzungumza na mimi. Mbona una upumbavu ambao ulikuwa unataka kuzungumza? Naomba nisikilize nikwambie. Kuanzia leo na kuanzia sasa, naomba ukae mbali na mimi. Sidhani kama nitarudia kuzungumza tena hili swali. Husna. Wewe. Husna. Husna. Na kama taswira mama ya mapenzi nilikuonyesha wewe na nikasema sijiwezi mama, tena kwa kina nikazama ile kichizi. Mbona leo umenipa mama maumivu ya mapenzi. Ona leo umenipa mama maumivu yani sijiwezi. Mtoto mwanamke mwenzako. Lina, kama nilivyotangulia kukwambia awali, wewe ni mwanamke mmoja mzuri, alafu sio mzuri tu, yaani ni mrembo, mashallah, Mwenyezi Mungu akubariki. Sasa kwa nini unakuwa uniamini? Yaani wewe ni mwanamke kiasi cha kwamba mimi naona kabisa naweza nikashiriki siri zangu na wewe, na natamani nipate nafasi angalau hata kidogo kwenye moyo wako. Please mami, usinifanyie hivyo. Mimi mwenzako nakupenda na nakuhitaji na nina vitu vingi vya kushare na wewe. Hebu kunjua nafsi yako. Kani, unaongea na ukweli ndani yake? Au ndo tabia za wanaume kudanganya ili unipate? Unitumie alafu basi. Mimi basi nitazame juu mpaka chini. Kama itoshi basi tazama hata macho yangu, nini namaanisha? Please basi usifanye hivyo. Mimi nakupenda. Nafurahi kama maneno yako ni ukweli. Nakupenda pia. Kweli? Alafu nitajivunia sana kwa wewe. Ila mimi na wewe. Ila hata hivyo nimefurahi sana kupata nafasi ndani kwenye moyo wako. Na nahakikisha nitakuwa chemchemi wa furaha kwako siku zote katika maisha yako, sawa? Hata hivyo leo nataka nikutoe out. Moja sasa nikuache. Ila hakikisha jioni tunaona tunatoka out, sawa? Kisi basi. Acha kidogo basi. Rafiki yangu Smith, mbona kama uko sawa? Ni kweli siko sawa kabisa. Sasa una shida gani? Kaka, kwa maumivu ambayo ninayopitia, sidhani hata kama nikikuelekeza utanielewa. Sasa mimi nitakueleje ngalikuwa hata utaki kunihadisia? Ni hadisia nijue shida nini? Hivi mapenzi yanahitaji nini hasa? Kwa maana kila siku huwa naumia mimi tu.
ama jinsi ninavyopenda mimi ni tofauti na ninavyopenda wenzangu? Pole sana. Kwa jinsi unavyodisia, inaonekana mpaka sasa unateswa na mapenzi. Labda nikwambie kitu kimoja tu. Mapenzi ya sasa hivi tofauti na zamani. Tafuta Sasampa. Sasampa? Sasampa ndo nini? Inaonekana bado ni wa zamani. Na mapenzi atakusumbua sana. Tafuta hela. Nafikiri umenielewa. Asmit, mbona unalia hauli eh? Umepatwa na nini? Baba, kuna kitu nimegundua. Kunahitaji kujirekebisha kwa kiasi gani ili niweze kuwa na uwezo wa upendo. Maana siwezi kusubiri kufanya kumbukumbu ziendelee kunitawala. Mbona wajitafuna tafuna tu? Sijaelewa unachonieleza. Unamaanisha nini? Habari. Salama. Karibu kae. Asante. Shikamoo baba. Marhaba. Samahani baba, niko na shida na Asmiti na maongezi naye kidogo. Ina maana bado naendelea kujiumiza katika vitu ambavyo havina sababu za msingi? Asmit, upendo na imani ni nguzo za maisha, lakini unaposhindwa usijaribu tena kwa njia ile ile, jaribu kwa njia tofauti ili kuepuka maumivu ambayo hayana ulazima katika maisha. वो भी एक दिन है जब मिलने के बाद हम बिछड़ने के बाद तक रोते रहे हैं। वो भी एक दिन था जब बिछड़ने के बाद हम मिलने के बाद तक हंसते रहे थे। वो भी एक दिन है जब मिलने के बाद हम बिछड़ने के बाद तक रोते रहे हैं। प्यार के मुकद्दर को उलटते रहे हैं, हम भी कागजों को ही पढ़ते रहे हैं। वो भी एक दिन था जब बिछड़ने के बाद